Bwana. Tumia maneno yako kumwabudu Bwana. Peleka moyo wako mbele za Bwana. Peleka moyo wako mbele za Bwana. Peleka moyo wako mbele za Bwana. Biblia inasema katika kitabu cha Mithali 23:26, mwanangu nipe moyo wako. Peleka moyo wako mbele za Bwana. Ukabidhi moyo wako. Zungumza na Mungu binafsi. Korabayanto lebrakadosh kajela manto. Rianda rabasai kariando robosiki mayanta. Ni wewe Mungu mtakatifu unayestahili kuabudiwa. Ni wewe Mungu mtakatifu unayestahili kuinuliwa. Ni wewe Mungu mtakatifu. Hatuna Mungu mwingine tena tunayepaswa kumwabudu isipokuwa ni wewe peke yako. Tunaliabudu jina lako, tunalitukuza jina lako, tunalishangilia jina lako kwa sababu hatuna Mungu mwingine kama wewe. Pokea heshima zetu, pokea sifa zetu katika jina la Yesu. Amen. Karibu kae. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Umeshawahi kujiuliza kuna saa mtu anamwabudu Mungu hata kama alikuwa anaumwa anapona? Hatusaidiwi kwa sababu ya sauti nzuri. Tunasaidiwa kwa namna tunavyoenda kulingana na aina ya mioyo tulionayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ulivyoniona nimewaambia ile ya kwanza waache, najua Mungu alivyonifanyia kwenye ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Na natamani siku nyingine nikikwambia uimbe tu tunatazamana. Bwana asifiwe. Kwa sababu ukitaka Mungu afanye ukiwa unaremba sana. Mungu anafanya katika roho. Sio kama unanielewa. Bwana asifiwe. Watoto wetu sisi waimbaji tulionao sasa, tunaweza tukafikiri kwenye experience ya kuremba Mungu anatokea. Tukiremba tunawafurahisha nini? Tukiimba katika roho tunamfurahisha yeye na yeye anashuka. So lazima mjue tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya kanisa la Bwana. Lakini ukitaka kufurahishwa, utataka vile vinavyofurahisha. Ukitafuta kumpendeza Mungu, siku zote tutaona matokeo kwenye ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuepuke na tutoke kwenye ibada zinazotufurahisha sisi na kwenye ibada tunazozipenda. Tuingie kwenye ibada Mungu anayoitaka na Mungu anayoipenda mwenyewe katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Na wasalimu tena katika jina la Yesu. Namshukuru Mungu aliyenipa neema na kibali kuja tena usharika wa Ebeneza. Nimekuwa makanisa mengine na niwape hongera kwa kazi ya Bwana. Mungu awabariki sana. Sasa kama upigi makofi utampigia nani? Yaani ninakusifia kabisa, hongereni kwa kazi ya Bwana. Mungu awabariki sana katika jina la Yesu. Ninafurahi. Ninakumbuka tulipotoka. Sio kwamba ndo mara yangu ya kwanza kuja. Nimehubiri kwenye kanisa la Bati, watu wakiwa hawatoshi wanakaa nje, na kuna wale wenzetu tuloanzia kule, leo tumefika hapa. Bwana asifiwe sana. Ukiona kanisa linazidi kung'aa, kuna wale wanaong'aa watakuja ambao hawajapenda kuanzia kule. Kwa hiyo mjiandae tukupokea wageni katika jina la Yesu. Yaani mjiandae na muwapokee kwa mikono miwili katika jina la Yesu. Amen. Amen. Sisi la kwetu tulitengeneza vizuri. Mnafikiri mmeona kwenye mitandao ya kwetu hii hapa ilianguka, lakini kwa mkono wa Mungu tunamshukuru hakuna hata mmoja aliyekufa. Usharika wetu wa Kimandolu, kama mmesikia kanisa Arusha dari limeanguka, ya kwetu ilimegeka upande mkubwa kabisa mpaka ikaanguka karibu na madhabahu, lakini sisi tumeenda mbele za Mungu kwa shukrani kwa sababu zimefanyika ibada nyingi kubwa sana sana sana. Hakuna hata mmoja ambaye aliwahi kuumia wala aliwahi kuvunjika wala hicho kitu hakikutokea katika ibada hizo zote. Ibada ambazo ziliweka viongozi wakubwa wa nchi, lakini haikuwahi kudondoka. Ilidondoka, alikuwa kijana mmoja anapiga kinanda, mwalimu wa kwaya. Yaani alivyotoka nje haikuisha hata dakika 10 pale kaanguka. Na pale ilipoanguka yeye ndipo alipokuwa ameketi. Kwa hiyo bado tujue Mungu yupo na anaishi katika jina la Yesu. Amen. Somo nitakalofundisha linaitwa urithi wa watakatifu ulio ndani ya Kristo. Urithi wa watakatifu ulio ndani ya Kristo au ulio katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninasoma moja kwa moja kwenye kile kitabu cha Warumi sura ya 8
ule mstari wa 17, urithi wa watakatifu ulio katika Kristo Yesu. Ninasoma katika jina la Yesu. Leo nitafanya summary kidogo na kuanzia kesho tutaendelea katika jina la Yesu. Warumi 8:17 neno la Mungu linasema, na kama tu watoto basi tu warithi, warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo. Naam, tukiteswa pamoja naye ili tupate na kutukuzwa pamoja naye. Narudia, na kama tu watoto basi tu warithi, warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo. Naam, tukiteswa pamoja naye ili tupate na kutukuzwa pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inatuambia kama sisi ni watoto, yani haijakupa direct wewe ni mtoto, imeweka lugha kama. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake kuna watoto wa Mungu na bado ambao hawajafanyika kuwa nani? Watoto wa Mungu. Kwa hiyo anasema kama tu watoto, na kama tu watoto basi tu warithi. Na anasema sisi ni warithi wa Mungu, turithio pamoja na Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mara nyingi sana tumekuwa tukiharibu urithi mbaya tuliorithi kutoka kwa wazazi, sijui kutoka kwa mabibi, sijui kutoka kwa mababu. Unakuta watu wengi wanahangaika na huo urithi, na akiona kitu kibaya anatafuta sababu. Mimi nimerithi kutoka kwa nani? Hatafuti kilicho chema akamtukuza Mungu. Mara nyingi sana tunatafutaga vile vitu vibaya alafu tuanze kusema tumevipata wapi. Bwana asifiwe sana. Na kabla sijaendelea sana, naomba nitoe definition ya urithi kwa kawaida kabisa. Anasema urithi ni mali au madeni aliyoacha marehemu inayopaswa kurithishwa kwa warithi wake halali. Narudia, urithi ni mali au madeni aliyoiacha marehemu inayopaswa kurithishwa kwa warithi wake halali. Urithi, definition ya pili, urithi ni mali au vitu vinavyoachwa na marehemu na kupewa mtu fulani. Urithi ni mali au vitu vinavyoachwa na marehemu na kupewa mtu fulani. Na urithi leo nitakaozungumzia ni urithi wa Mungu toka kwa Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Narudia, ni urithi kutoka kwa Mungu ambao wewe unapaswa kurithi na unaupata wewe na mimi kupitia njia ya Yesu Kristo. Ndio maana kwenye hichi kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 17 anasema na kama tu watoto basi tu warithi. Alafu anasema kabisa ni warithi wa Mungu. Maana yake mimi na wewe tuna cha kurithi kutoka kwa Mungu. Kama kuna watu ambao wamerithi kutoka kwa baba zao na kutoka kwa mama zao, basi sisi ambao ni watoto wa Mungu tuna haki ya kurithi kutoka kwa Mungu. Mara nyingi sana huwa nawaambia watu, kuna watu ambao, kuna familia nyingi zimeingia kwenye mifarakano, kuna watu wameingia familia zimepasuka, kuna watu ndugu hawasemeshani kwa sababu mtu akiona kitu kibaya. Na tumekuwa na desturi hata tukienda kwenye maombi mbalimbali. Nilikuwa naongea jana na Lukumai, namwambia hata katika Injili tuna stage ya ukuaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuna stage ya nini? Ya ukuaji. Kukua katika Kristo Yesu au kukua kiroho, hatukui kwa sababu ya umri mkubwa tulionao. Ni kiwango chako cha ufahamu kilichokuwa katika maarifa ya Mungu aliye hai. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kuna watu mko hapa, wengi mnapita mahali fulani pagumu, mnalalamika mmerithi kutoka kwa wazazi. Bwana asifiwe. Au naongea. Na kuna watu wamechukia familia zao, wamechukia wazazi wao kwa sababu wanaona situation yaliyo nayo direct inafanana either na mama yake, au inafanana na baba yake, au inafanana na shangazi, au inafanana na mjomba. Kwa hiyo anachukulia hichi nilicho nacho au ninachokipitia, sababu ni baba, sababu ni bibi, sababu ni babu, sababu ni mjomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sisi hatunaga tabia ya kutazama mema
katikati ya mabaya. Biblia iko wazi kabisa katika kitabu cha Mathayo sura ya 6, anasema tazameni mema machoni pa watu wote. Bwana Yesu asifiwe. Swali langu ni hili: je, katika huyo mama ambaye uliye naye unayemuona mbaya, umerithi vitu vibaya, katika huyo baba uliye naye unayemuona mbaya, katika vitu ulivyorithi vibaya kwake vinakutesa, katika huyo bibi na katika huyo babu, swali langu, je, hakuna hata kimoja kizuri umewahi kurithi kwa wazazi wako? Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kuna watu tumekuwa tukichukia hata ndugu tukikaa kwenye eneo la mifarakano kwa sababu ya aina ya mafundisho tuliyokutana naye. Paulo akasema, nalipokuwa mdogo nalisema kama mtoto mchanga, nalifikiri kama mtoto mchanga, lakini nilipokuwa mtu mzima nimebatilisha mambo ya kitoto. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nirudi kwenye neno la Mungu. Ni kweli hivi vitu vibaya vipo na tunaviombaga vituachie, lakini katikati ya hivyo vibaya kuna kitu kizuri utu lazima umekirithi kutoka kwa mama yako na kwa baba yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tuache kuchukia wazazi wetu, tuache kutengana nao in the name of kwamba tumerithi vitu vibaya kwao. Katika mtu ambaye hastahili kusimama mbele yako wala hastahili kukufundisha wala kukuhubiria, labda ningekuwa mimi, labda ningesema nimerithi vitu vingi vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ili kutoka katika huo urithi mbaya, lazima utambue urithi mzuri. Watu wengi tunashughulika na mabaya tuliyoyarithi bila kutafuta solution kwa Mungu. Kama ulipokea kibaya, sasa hivi umeingia ndani ya Kristo, unapaswa kupokea nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Deliverance haiko tu kwenye kuomba kwamba nakemea roho iliyotoka kwa bibi, nakemea roho iliyotoka kwa babu. Kama ulikuwa na roho iliyotoka kwa bibi na kwa babu ambacho umekirithi, au kwa mama yako, kwa nini usitafute unachopaswa kurithi kutoka kwa Kristo? Kwa sababu Biblia iko wazi, anasema na mtu akiwa ndani ya Kristo, tazama amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita na tazama yote yamekuwa mapya. Shida yetu tulionayo wa Kristo wengi, tunapoingia ndani ya Kristo tunashughulika na injili ya past, tunasahau kuna injili ya present na kuna injili ya future. Sio kama nafundisha watu mliosoma Kiswahili, kuna wakati uliopita, kuna wakati uliopo na kuna wakati ujao. Wale wazungu tuliokimbiaga si zamani, nimesoma Kiingereza cha kidumu. Kwa hiyo ukiona kinakupa shida kisikutese. Mimi sijasoma shule za kizungu. Kuna past tense. Si ni sawa? Kuna past participle tense. Sijui kama mnanielewa. Alafu kuna present. Si ni sawa? Tense. Alafu kuna nini? Future tense. Sasa hata kwenye injili kuna watu wanashughulika na past tense na past participle tense. Ukishughulika na past, rudi kwa Mungu, mwambie unasemaje sasa, kwa sababu imani haidili na wakati uliopita, imani ni sasa. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Narudia, ni bora nikufundisha dakika 5 tu au 10, lakini toka na kitu hichi kimoja. Imani haishughuliki sana na wakati uliopita, imani inashughulika na sasa. Ndio maana madhaifu yako uliokuwa nayo hayamzui Mungu wala hayamzini Mungu kukutumia na kukutoa gizani, kwa sababu anajua past yako ana uwezo wa kuiharibu na kukupa upya kutoka kwake. Shida ya watu tuliopo na tulionao, hawamtazami mtu na kitu kipya kutoka kwa Bwana. Anaweza kukutazama na historia yako, na kinachowatesa watu wengi sio Mungu, wanateswa na historia ya familia. Kama wewe ni mtoto wa Mungu, unatakiwa utafute katika familia yako kutoka kwa Kristo Yesu. Kama Mungu ni baba yako na tunapokea kurithi kutoka kwa Mungu kwa njia ya Kristo, unatafuta nini kwa bibi na babu ambao unapaswa kurithi? Kwa nini sitafuta kutoka kwa Kristo Yesu unavyopaswa kurithi? Ukivimiliki vya bibi na babu, tafuta vya Kristo Yesu. Wacha kuhangaika na injili inayokuofisha. Injili ya bibi na babu kila siku itakuonyesha haufai. Injili ya bibi na babu itakuonyesha kila siku haustahili. Lakini
gani na inakuonyesha nini na inakuelekeza nini. Wengi wana imani na kurudi kuchambua yaliyopita, hana imani na Mungu aliye naye, kutafuta anasema nini, kutafuta anamuwazia nini, kutafuta anataka kumpeleka wapi, kutafuta kesho yake kutoka kwa Bwana. Kila siku anaitafuta pasti yake. Toka kwenye eneo la kuchimbua pasti, njoo kwenye eneo la kutafuta sasa na future yako katika jina la Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo niwaambie kanisa la Mungu, kuna mafundisho tukikutana nayo lazima yatakudhoofisha. Unaweza ukaanza kushughulikia kuvunja laana. Unatajiwa laana 98 ibadani. Ukija kuangalia zote una 97.5. Sasa kama una laana 97.5, ukitoka pale utakuwa mzima, utakuwa umedhoofika. Unasahau neno la Mungu linalosema na mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ghafla neno la Mungu linakudelete, wewe si kiumbe kipya. Sio kama unanielewa? Tukija kuharibu mababu waliofanya vibaya, hata wewe ukimaliza muda wako, watoto wako wakija wataharibu vya kwako, tena wataviona vibaya kuliko vyema. Tujifunze kutafuta mema na kutazama mema na kushughulika na mema, tuachane na mabaya yanayotupa stress. Kuna watu mko hapa, si Mungu hawapendi, mmeshikilia mabaya ya wazazi wenu, mabaya ya mabibi na babu, mabaya sio ya nani. Kuna mtu anasema mimi mama yangu alikuwa mchawi, baba yangu alikuwa anapaa. Sikiliza nikwambie, wewe unahangaika na mchawi usiyemjua. Wewe nilikuwa nasubiria Wamasai watakaokuja kuimba na Wameru watakaokuja kuimba. Yaani nimeingia kwenye Google, nina Google wimbo wa Kimasai, Google inakataa. Nikasema kwisha. Bwana asifiwe. Usishughulike na yaliyopita. Bwana Yesu asifiwe. Yaani tu sisi Wamasai tuna Mungu ambaye walikuwa wanamwabudu, anaitwa Engai Narok. Unajua maana yake? Mungu mweusi. Sasa mimi kila siku nikipambana na Mungu mweusi, sitatoboa. Biblia inasemaje? Na iwe nuru. Mimi simwabudu Mungu mweusi, na mwabudu Mungu ambaye ni nani? Ni nuru. So sidili na Mungu mweusi, nitadili na Mungu nuru. Maana yake Mungu nuru, njia za Mungu nuru, mapenzi ya Mungu nuru yana uwezo ya kumharibu Mungu mweusi. Shughulika kutafuta kwa Bwana, shughulika kuumbwa upya, shughulika kutengeneza upya. Vile vinavyokutengeneza automatic vitaharibu vitu ambavyo ulikuwa navyo na ulipaswa kuvirithi katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Yaani nikitangaza hapa, yaani kuna mtu yuko hapa, ukimwambia tunaingia toba ya laana, yaani atatubu, atamwaga machozi, anaweza kajaza nusu sado au kikombe cha nusu lita. Anatubu sana kwa ajili ya baba yake na mama yake, tena amekufa kama mimi. Tena amefanya nini? Amekufa. Na babu na bibi waliokufa wamemaliza kazi. Na wakati Biblia inasema Mungu si wa wafu, Mungu ni wa walio hai. Hapana shirika kati ya wafu na nini? Na walio hai. Ukitubu, amini umesamehewa, anza kujitenga. Unaachana na kutubu na dhambi yako na kitu kilichokungangania muda mrefu. Biblia, Mungu alivyomfuata Ezekia alimwambia tengeneza mambo ya nyumba yako. Hakumwambia tengeneza mambo ya baba yako, tengeneza mambo ya bibi yako, tengeneza mambo ya babu yako. Alimwambia tengeneza mambo yako. Mungu wakati anaongea na Hagai alimwambia zitafakarini njia zenu. Wengi tumeacha kutafakari ya kwetu, tumeacha kutafuta ya kwetu, tumeacha kushughulika na ya kwetu, na tunajihesabia haki kwamba sisi ni wema, na tunajihesabia haki kila tatizo tulilonalo tumelipokea, tumesababishiwa, tumesukumiwa, tumelogwa. Hapana, Mungu hamsaidii mtu anayejihesabia haki. Mungu anamsaidia mnyenyekevu. Bwana asifiwe sana. Ukiona umesababishiwa sana, maana yake unajihesabia haki. You are very innocent, kwamba hukustahili kuwa hivyo na wewe hauko hivyo, kwamba wewe una namna ulipaswa uwe, lakini wale wamekuchelewesha. Cancel hiyo, tafuta cha kwako sasa ili Mungu akutengeneze sasa. Mpe Mungu nafasi sasa ili akutengeneze katika jina la Yesu. Haleluya. Hivi mnanielewa kidogo?
Mimi sizungumzi kitu cha babu yako wala cha bibi yako, kwa sababu simjui na kuona wewe katika jina la Yesu. Haleluya. Mgeukie jirani yako, mwambie mimi nakuona wewe. Mwambie, kwani unaniona bibi, unamuona bibi yangu? Kwani unamuona babu yangu? Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Yaani muda umeisha. Yaani ndio kwanza introduction. Yaani umeisha kabisa. Nikiangalia nimechungulia saa hapa. Na mchungaji anakuambia kabisa ndio. Yaani na dakika 2. Sasa sijajua dakika 2 utaongea nini. Hata nikiimba ABC inaishi. Bwana asifiwe sana. Nachotaka ni kuonyeshe kitu kimoja kwa mfano. Tafuta kitu ambacho kutoka kwa Bwana, ambacho Mungu amekusudia. Unajua, sikiliza nikuambie, namaliza hivi kwa kusummarize. Haijalishi umetoka familia yenye laana. Biblia inatuambia sisi ni warithi turithio pamoja na nani? Ni warithi wa Mungu turithio pamoja na nani? Na Kristo. Kama Yesu alifanyika laana msalabani ili sisi tufanyike baraka, maana yake haijalishi umetoka kwenye familia ya laana au kwenye familia yenye laana au kwenye familia ya kimaskini au kwenye familia ya kichawi. Umaskini ni uchaguzi, kwamba nimetoka kwenye familia ya namna hii, lakini umaskini hautatoka kwangu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimezaliwa kwenye familia ya ulevi, lakini mpaka saa hii sikumbuki kama nilishawahi kunywa hata bia moja, hata nusu chupa ya bia. Maana yake ulevi hautatoka kwangu, wala familia yenye ulevi haitatoka wala haitapita kwenye kizazi changu. Sio kama ni uamuzi mpendwa. Kuna kitu kinaitwa nguvu ya maamuzi. Hakuna kitu Mungu anakiheshimu kwa mwanadamu kama maamuzi. Mungu haheshimu tu maombi, Mungu anaanza kuheshimu maamuzi. Maamuzi ya kwako. Ndio maana kwenye kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati 30 anasema, tazama nimeweka mbele yako uzima na mauti. Akakushauri, chagua uzima wewe na uzao wako. Hakulazimishi, amekupa maamuzi. Na katika kitu Mungu anakitazama, ukichagua uzima anakuacha uendelee kwenye njia ya uzima. Na hata waliochagua mauti, na wengine wapo katikati yetu wamejificha ndani ya kanisa, lakini wamechagua nini? Mauti. Mungu hawaangamizi. Kwenye kitabu cha Ufunuo 3:20 akasema, tazama niko mlangoni mwa moyo wako ninabisha hodi. Akatumia lugha ya option, ukinifungulia. Maana yake sio lazima umfungulie, ni uamuzi wako. Aidha umfungulie au usimfungulie. Kuna wengi waliomfungulia akaingia, kuna wengi wamekataa kumfungulia na hajawaadhibu mpaka leo. Maana gani? Kawapa maamuzi. Wengi tunasemaga, mfano wachungaji mko hapa na nimewaona leo mko wengi sana. Mungu awabariki sana wachungaji. Kuna ile lugha tunatumiaga kwenye mazishi, Mungu amlaze mahali pema peponi. Sijui kama unaelewa, kwa sababu hivi imeandikwa. Lakini Mungu hakulazi mahali pema peponi. Njia zako zinaamua utakapokwenda, aidha kwa Mungu au kwa shetani. Kuna lugha ngumu wanaitumia, shetani akupeleki jehanamu wala Mungu akupeleki mbinguni. Maamuzi ya kwako yana uwezo wa kukusababisha wewe aidha uingie mbinguni, au maamuzi ya kwako yanakusababisha aidha uende jehanamu. Maana yake wanaoingia mbinguni na wanaoingia jehanamu ni maamuzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni nini? Maamuzi. Hata kama uko ndani ya kanisa, Yesu hata mlazimisha Lukumai amwambie mtheolojia pende mbinguni. Hakulazimishi, ni maamuzi. Maana yake Lukumai analijua neno, amempa neno, ni maamuzi yake. Kitakachomfanya usiondoke, kitakachomfanya mkuruhusu kuondoka, kitakachomfanya wakati amemchagua Yesu, automatic anakuwa nyuma ya nani? Sema ya Yesu. Maana kila anapokwenda atatembea na Bwana. Hausemi Mungu njoo tembea nami. Ile tunajiambia tembea na Yesu, zile ni nyimbo zinatokaga mdomoni. Kinachokufanya Mungu awe pamoja na, anasema nitakuwa pamoja nawe mpaka utimilifu wa nini? Sema wa dahari.
Utakapokwenda nitakwenda, utakapokaa nitakaa, utakachokula nitakula, utakachokunywa nitakunywa. Maana yake anakuwa ndani. Bwana siwe. Anakuwa wapi? Ndani. Na ikifika amemaliza siku zake za kuishi duniani, sio yeye anaomba kupelekwa huyu Yesu anauacha, kwa sababu yeye ni roho. Kiti cha Mungu cha enzi duniani ndani ya mwanadamu ni moyo alio nao. Maana kwa sababu Yesu yuko ndani yake, atawaachia mwili muugulie, ataondoka na nafsi yake, anakwenda nayo mpaka mkono wa kuume wa Mungu Baba. Bwana sifiwe sana. Ambaye yuko upande wa shetani, njoo tena kwa mfano. Yes. Aje mwingine. Amna mwingine, ni mimi na wewe. Ni mimi na wewe. Sasa chagua, mimi niwe shetani au wewe? Nilijua ndio yeye ananiambiaje aje mwingine, wote sisi. Sasa ndo na mimi simuiti mwingine. Kama tulikubali kuwa upande wa Yesu, kwa nini tusikubali saa hii? Ananiambia na aje mwingine. Sasa ngoja tu tujitahidi. Haya, kuna kanisa moja niliwaambia, akaja mwalimu wao wa kwaya, nikawaambia chagueni nani awe shetani nani awe Mungu. Waimba kwaya wote wakamchagua kwa mwalimu wao wa kwaya ndo awe shetani. Asije nikimuita huyo mwalimu mtampigia hiyo kura. Na unajua wanajua kwa nini awe shetani. Sasa tuko hapa. Bwana asifiwe sana. Unapookoka, the moment umeokoka, let's say kuna Mungu na kuna shetani. Ngoja tuanze upande wa mtu anapookoka, instantly anakuwa upande wa Bwana. Jina lake linaandikwa kwenye kitabu cha uzima, anakuwa upande wa nani? Wa Bwana. Maana yake anakuwa sehemu ya kwenda kurithi uzima wa milele. Hata kama mimi nimeokoka, hata kama mimi nakuhubiria Injili, nikikosea, kitabu cha Kutoka 32:33 Biblia inasema hivi, Mungu akamwambia Musa, yeyote anikosaye, hata mimi hapa, yeyote anikosaye ndiye nitakayemfuta kwenye kitabu changu cha uzima. Maana yake nikiwa nimekosea, instantly, hata kama nyie mtaniona ni mtumishi, instantly jina langu linafutwa kwenye kitabu cha nini? Sema cha uzima. Na likifutwa instantly, let's say tuseme shetani yuko upande huu, saa hiyo nakuwa upande wa nani? Mbona mna au kwa sababu mmemuona shetani anayejitolea kuwa shetani aje? Bwana asifiwe. Instantly mtu anakuwa kwenye kitabu cha nini? Cha kwenda jehanamu. Unapokuwa mfano mtu yuko upande wa shetani, watu wengi tulioko makanisani na nje na wapi wako upande wa shetani, lakini hawataki kusema wala kuonyesha wako upande wa shetani. Kwa maneno wako upande wa Mungu, kwa matendo yao indirect wako upande wa shetani. Sio kama mnanielewa. Wewe unajijua, mimi sina haja ya kukupointi, Roho Mtakatifu akupointi. Sasa utamkuta mtu anaomba sana, lakini yuko upande wa nini? Ukiwa upande wa shetani, maana yake unaambatana na nani? Na shetani. Sasa hapa hamjui shetani ni upi na mtu ni upi, shauri yenu. Kwa hiyo unakuwa upande wa shetani, unaenda kwenye maombi, unaomba, jina lako liko kwenye kitabu cha uzima, lakini unamwambia shetani toka, shetani achia, shetani toka. Nicheke basi wakati naomba, cheka wakati naomba. Maana shetani anakucheka. Unamkemeaje shetani ambaye hujaamua kumwachia? Sijui kama unanielewa vizuri. Unamwambia shetani achia ndoo. Shetani anaachiaje ndoo wakati umeambatana naye? Shetani achia watoto, shetani achia ndugu zangu. Anaondokaje? Kinachomfukuza shetani sio aina ya maneno, ni aina ya position ulionayo katika ulimwengu wa roho. Position ulionayo Mungu anatumia. Kwa mfano, mimi nikiwa upande wa Kristo, nikisema shetani toka, anayekwenda kupambana sio maneno yangu, sio sauti yangu. Nikisema shetani achia watoto, moja kwa moja Mungu anaenda kwa watoto, anafungua watoto. Shetani achia familia yangu, Mungu anakwenda kumuondoa shetani kwenye familia. Sijui kama mnanielewa. Lakini sisi tunatamani kila kitu. Mungu akubariki, wewe sio shetani, ni mtumishi wa Mungu. Sisi tunataka kila kitu tufanye kwa njia yetu, kwa mitazamo yetu, kwa mapenzi yetu yanayotufurahisha sisi na wala si ya kumfurahisha Mungu. Kwa maana hiyo, waigizaji wengi wapo wanaosema wako upande wa Bwana, lakini kweli kabisa wako upande wa shetani.
Najua huwezi kujiosha mkono kwa sababu kimoyomoyo unanikemea kwa jina la Yesu Kristo. Sio mbaya, ukinikemea sio mbaya, lakini neno la Mungu linakuwa limefika. Ifike mahali tuwe na maamuzi ya matengenezo. Huwezi kurithi cha Mungu ukiwa nje ya Mungu. Utarithi cha Mungu ukiwa ndani ya Kristo. Bwana asifiwe sana. Hata uimbe mimi ni mrithi. Tunapoenda kwenye misiba mingi, watu wengi wanafiwa. Hata labda kama ni mama mzazi kafiwa na mtoto ambaye ameoa au ameolewa, especially aliyooa. Atalia kwenye ule msiba, atagaragara, atavunjika, atabebwa, atanyweshwa supu, atanyweshwa uji, ni uchungu, ni mwanae. Lakini kumbuka, hana haki ya kurithi cha mwanae unless otherwise mwanae amesema mama yangu atarithi. Uhalali wa mtu kurithi. Sasa hiyo kila mtu jicho lake liko kwa nani? Sema watoto wa marehemu. Na mbaya zaidi, hata siku hizi wanawake hamuaminiki kuachiwa urithi. Si sawa? Mnaniangalia. Ndio maana mkiachiwa, familia zinapambana kuwanyang'anya. Tafuta urithi wako kutoka kwa Kristo Yesu. Amen. Tafuta urithi wako kutoka kwa nani? Kwa Kristo Yesu. Nikisema amwachiwi, wale waliobaki wanakuona you are not qualified kurithi. Ingawaje aliyeondoka kama ni mwanaume anaona mke wangu yuko qualified kufanya nini? Kurithi. Sasa basi, tengeneza mambo ya nyumba yako na Bwana. Amen. Tengeneza maisha yako na Kristo. Lakini kikawaida tu kidunia, enyi wa baba na wa mama, andikeni urithi mkiwa hai. Kuandika urithi sio kufa. Kuandika urithi ni kuweka vitu vyako sawa. Nimeongea kwa sauti. Unajua nikisema hivi kila mtu ananiambia mimi sifi. Shauri yako. Watoto wako hawajateseka kama sisi wengine tulivyoteseka. Andika urithi mapema. Weka mambo yako. Iwe ni mama, iwe ni baba. Na ninyi akina mama mnaojenga vijumba kule, mnaandika jina la bibi aliyekufa, babu aliyokufa, acheni tu katika jina la Yesu. Wekeni mambo wazi. Hamjawahi kuona kuna mtu ana vinyumba vyake, ana vimahali amejenga, lakini amwambii nani? Sema mume wake. Wamama siku hizi ni wajanja, wana vikoba paka vya kununuliana bodaboda, wana vikoba vya kununuliana bajaji, na kuna msemo mwanamke hawagi na hela. Uongo kweli? Akija nyumbani ukimwambia mama fulani kitu fulani kimepungua, anajikaza, lakini anaka kabajaji chake kanamuingizia hela, ana kaboliti chake kanamuingizia hela, amejikaza. Na ukienda vile vitu havijaandikwa jina lake, vimeandikwa jina la mama yake au la bibi yake. Na nyie muamke katika jina la Yesu. Semeni kweli tu. Mimi nimemaliza. Tafuta kurithi kutoka kwa Kristo. Mbona mnashangaa? Kuna mama mmoja alivyoana na mume wake wakaenda kupangisha. Wamelipa kodi miaka yote, lakini baba hakujua kwamba mwenye nyumba ni mke wake. Mwenye nyumba ni nani? Anaweza akampiga biti mwenye nyumba, amekuja amesema hivi na hivi, kodi yake isikae muda. Baba ametoa hela miaka yote, mwisho kuja kugundua zile hela zote mwenye nyumba ndiye mke. Wewe utafanyaje? Hebu muulize jirani yako mwanaume, hivi wewe utafanyaje ugundue nyumba unayokaa mwenye nyumba ni mke wako? Hebu tusimame kwanza tuombe. Na anakusainisha mkataba, unasaini. Na anakuambia mwenye nyumba amekutolea 10% mwezi huu. Umemfurahisha. Wa baba, haleluya. Sasa kila baba atatamani amjue mwenye nyumba wake. Bwana asifiwe. Wa mama, haleluya. Mimi sijatoa siri, nimetoa tu mfano. Kwa hiyo usikasirike katika jina la Yesu. Swali langu ni hili, katikati ya kufurahi katika Bwana, ni wangapi wanatamani kutengeneza maisha yao na Kristo asubuhi ya leo? Kutengeneza na Kristo. Nikisema kutengeneza na Kristo ni kumpa Yesu maisha yako. Ni wangapi kutengeneza na Kristo? Wengi wako tayari. Ni wangapi wanasema niko tayari kumpa Yesu maisha yangu? Nije kwa Yesu, jina langu liandikwa kwenye kitabu cha uzima. Sihitaji kuwa na njia mbili. Karibu mbele. Atukupigia hata nyimbo, njoo tu mbele katika jina la Yesu. Ni heshima kutengeneza na Bwana. Nikwambie ukweli, hata kama mimi nakuhubiria, nikivurunda, jina langu linafutwa kwenye kitabu cha uzima. Na kutengeneza ni heshima wala si aibu.
Naomba nikuambie, usimuonee mtu yeyote hapo. Si kazi unayemuonea aibu, yeye amemchagua shetani na wala hayuko tayari kumkana. Kwa hiyo usione haya. Injili ni uweza wa Mungu uletao wokovu. Kama uko tayari kutengeneza, njoo mbele, na Mungu awabariki sana. Usione aibu, njoo mbele. Njoo mbele kabisa, tutengeneze. Usifikiri ni mimi tu na kuongoza wewe sala ya toba. Kwa kadiri na kuongoza sala ya toba, na mimi nazidi kutengeneza. Kwa kadiri na kuongoza sala ya matengenezo, mimi mwenyewe ninayekuongoza natengeneza. Mungu awabariki katika jina la Yesu. Mungu awabariki katika jina la Yesu. Ninafurahia kuona hichi kizazi kinachokuja kwa Yesu wakiwa mapema. Mzazi ukimwona mtoto anakubali kuja kwa Yesu hata kama ni mdogo, usimnyime. Kuna mbegu inapandwa usioiona na usioijua, na itakuwa na itastawi katika jina la Yesu. Watu wote funga macho, mliokuja hapa mbele nyanyua mikono juu, tutengeneze kwa Bwana. Ni heshima. Mungu amehesabu hatua zako kutoka kwenye kiti chako. Hicho kitendo kinaitwa maamuzi. Na mwingine atasema niko huko nyuma na tubu. I'm telling you, maamuzi ni haya. Usiseme unatubu huko nyuma. Mungu anawapa zawadi waliotii. Semeni maneno haya, funga macho. Sema, Mungu Baba, katika jina la Yesu, asante kwa neema yako na kwa rehema zako na upendo wako juu ya maisha yangu. Mungu mtakatifu, asante kwa upendo wa ajabu wa kuniona mimi ninafaa kuwa mrithi wako ndani ya Kristo Yesu. Baba yangu wa mbinguni, katika jina la Yesu, naomba unisamehe dhambi zangu zote nilizozitenda toka nikiwa mtoto hadi siku ya leo, katika jina la Yesu. Baba yangu wa mbinguni, katika jina la Yesu, ninakuomba saa hii, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Ninakukubali Yesu uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Karibu uingie ndani yangu, utawale maisha yangu, uyaongoze maisha yangu, unilinde siku zote mpaka siku ile utakayokuja kunichukua kwenda nyumbani, katika jina la Yesu, amen. Tulia nikuombee. Acha kuigiza mtoto wangu, funga macho, wewe nikuombee. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, asante kwa ajili ya watoto wako wa thamani uwapendao sana, uliyewanunua kwa damu yako ya agano. Mungu, ulisema katika neno lako Yohana 1:11, ulikuja kwao lakini walio wako hawakukupokea, lakini hawa waliokupokea umewapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, na ndio walioliamini jina lako asubuhi ya leo. Baba Mungu, na wainua kwenye madhabahu yako takatifu katika jina la Yesu. Neema yako iliyokuu ikawe juu yao na juu ya maisha yao, sawa sawa na neno lako Kolosai 1:13. Umekuja kutuhamisha kutoka katika nguvu za giza na kutuingiza katika ufalme wa nuru wa mwana wa pendo lako. Katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, shughulika na maisha yao, amisha fahamu zao, amisha akili zao ziwe ndani yako Kristo Yesu, zikatawaliwe na wewe. Waondolee mawazo ya giza, waondolee mitazamo ya giza, waondolee matendo ya giza, waondolee maamuzi ya giza katika jina la Yesu. Shetani huna nafasi juu yao. Hawa ni watoto wa Mungu na ni warithi warithio pamoja na Kristo, na wakabidhi Bwana mikononi mwako, wakalindwe siku zote na wakatembee nawe katika jina la Yesu, amen. Piga makofi kwa Bwana. Mungu awabariki sana. Sikiliza niwaambie katika jina la Yesu, hichi ndicho Mungu alichokuwa anakitaka. Amen. Hichi ndicho Mungu alichokuwa anakitaka katika ibada hii, ndicho alichokuwa anakitaka, na mmefanyika viumbe vipya. Usijihukumu na dhambi ya jana, usijihukumu na dhambi ya juzi, usijihukumu na chochote kibaya ulichowahi kufanya. Mungu amekusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Watu wakikuhukumu, usiruhusu moyo wako kuumia. Mwambie Yesu amenisamehe. Bwana asifiwe. Enendeni kwa amani ya Bwana. Kuna ombi moja. Kila mtu anatakiwa aandike, tulilete hapa tuliombee. Usiandike ombi lolote kwa kukurupuka. Bwana Yesu asifiwe. Usiandike ombi lolote kwa kufanya nini? Kwa kukurupuka. Andika kile unachokisikia ndani yako kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Andika kile unachokisikia ndani yako kabisa.
Chukua tu dakika 2. Kila mtu anajua anachotaka kuandika. Usiombe hela wala gari. Andika kile divine. Kuna mwingine anasema mimi ndio nataka hela. Amesema hivi, ngoja nikusaidie. Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mengine mtafanya nini? Tazidishiwa. Ombi langu kwako Bwana, peke yangu sitaweza. Wako Bwana,